Shalom wa Tanzania. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo ningependa nizungumze na wewe Tanzania mwenzangu katika video hii. Hasa kulingana na hali ambayo inaendelea na sintofahamu kadha wa kadha ambazo zinaendelea katika nchi yetu. Na tumeona kabisa jinsi ambavyo Watanzania wengi wana hofu, wana mashaka. Hakuna hata mmoja ambaye anafanya kitu ambacho anahakika nacho kwamba kitakuwa faida kwake. Na wengi ukiwaona ambao wanafurahi ni wale ambao wameunganika na chama hichi tawala. Niseme wazi, chama hichi tawala ndio wenyewe wanajaribu kupiga kelele ya kwamba hali ni shwari. Nitaka niseme kitu kimoja. Ukweli utabaki pale pale. Na ukweli, mimi ni muumini mmoja wao wa ukweli. Hali hii ya sintofahamu inayoendelea, chanzo chake ni Chama cha Mapinduzi. Utekaji unaoendelea, chanzo chake ni Chama cha Mapinduzi. Mauaji yanayoendelea, leo unaweza kusema hapana kwa sababu haijakukuta, lakini nataka nikuhakikishie wazi, mauaji yanayoendelea, kupotezwa kwa watu kunakoendelea, mateso mbalimbali wanayopata wanasiasa, wanaharakati wote wa utetezi wa haki za binadamu, na watu wote ambao wanajaribu kukikosoa hiki chama. Kwa namna fulani ningesema hawa ni watu ambao ni wazalendo, ambao wanatamani nchi yetu iwe katika hali nzuri. Wote hawa wameishia katika mateso, wameishia katika kukamatwa, wengine wameuawa. Chama cha Mapinduzi ndicho pekee kinachoendesha mambo haya. Ninatamani ukafahamu hivyo. Na hii ndiyo njia pekee, nasema lazima Watanzania tujue, ili kutokana na sintofahamu hii, njia gani ndiyo rahisi, njia gani ndiyo kweli. Hata kama ni ngumu, lakini ni nini tutatakiwa tukifanye ili tuondokane na mambo kama haya. Nitaka nikuhakikishie, hatuna uchaguzi, hakuna njia nyingine dhidi ya kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani, dhidi ya kukifuta Chama cha Mapinduzi kama chama cha siasa hapa Tanzania, dhidi ya kukifilisi Chama cha Mapinduzi. Hii ndiyo njia pekee ili tupate amani, ili tuwe na utawala bora, ili tuwe na maendeleo. Achana na hii wanatuambia wametengeneza barabara nini, hawatumii hela zao hata dakika moja. Wanasifiana kwa majina yao wakati wanatumia kodi zetu na kutulimbikizia madeni mengi duniani. Wanatumia gharama kubwa sana kujitunza, hasa kwa hawa ambao ningeweza kuwatambua au nikaita kama ni watu ambao kikundi ambacho kimejiweka, ambacho chenyewe kinajitambua kama vile ambacho hawataki mtu mwingine aingilie katikati yao, ambao ni watu ambao wamekula kama amini vile kwamba wasisalitiane katika mambo ya kuwafanyia Tanzania mambo mabaya. Hawa watekaji. Maanake kuna kikundi kipo ambacho kinyewe kimefikiria au kimeona kwamba katika Chama cha Mapinduzi kipo ambacho kipo na wenyewe wanakifahamu, ambao walikuwa wengine wanatambuliwa kama CCM mtandao. Walitambuliwa hivyo kwa mtumishi Polepole alikuwa anasema ni CCM mtandao. Hao ni wale waliojiwekea amini kwamba lazima CCM itawale milele katika nchi hii. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinakwenda kinyume na adhima yao, wao wako tayari kupambana nacho kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo hawataki kuona CCM, kwa sababu ya mambo ambao wamejiwekea, ili mambo yao yasivurugike, cheni yao waliojiwekea iende kufaulu kama walivyo, kwa sababu ni cheni ya familia, kama familia ningesema wanarithiana kutoka huyu kwa huyu. Kwa hiyo wanatafuta namna ya kwamba Tanzania itakuwa mikononi mwao siku zote, Watanzania watatawaliwa siku zote na kufanywa watumwa siku zote. Nataka nikuhakikishie, hatuna uchaguzi mwingine, hakuna njia nyingine. Lazima tukiondoe Chama cha Mapinduzi madarakani, lazima tukifute, lazima kukifilisi. Ningesema wazi, hata mwanzisho
wa vyama hivi vya upinzani, vyama vingi ningesema, ilitakiwa chama hichi na kenyewe kianze mwanzo. Kimeondoka na rasilimali zote ambazo kwanza Watanzania wote, ukiangalia viwanja sasa hivi vingi vyao, majengo mengi ni yao. Kwa hiyo wana fedha za kufanya kila aina ya upuuzi. Ninataka Watanzania uelewe nachomaanisha. Hatuna uchaguzi tukitaka amani. Sasa hivi angalia, hata viongozi wa dini hawahubiri mambo ya Mungu, wanahubiri kulingana na matakwa ya chama. Wanaona kabisa watu wanauliwa, hawasemi chochote kwa sababu chama hichi kimewafunga midomo wasiseme. We inuka uone, hata ni wanaharakati wachache sana, naangalia maisha waliopitia na hali waliopitia, wameishia kwenye mateso baada ya kukemea mambo mabaya ambayo yanafanywa na Chama cha Mapinduzi. Nataka unielewe jioni ya leo, nataka unielewe katika video hii kwamba hatuna uchaguzi, na ndio maana mimi nimekipa red card. Na sio hivyo tu, nimeandika barua ya kukiombia kabisa kwamba kiondoke madarakani. Na sio yeye tu, nimewaandikia hata msajili wa vyama vya siasa akifute. Ninajua hawezi kufanya hayo kwa sababu ninajua cheni yote hii imeunganika ni kwao. Yaani Chama cha Mapinduzi kinashikilia, iwe ni polisi inashikilia, manake polisi wafanya kwa kwao, hawalindi tena wananchi, kazi yao imekuilinda chama na kuwapiga wananchi. Mahakama zote sasa, mahakama zimekuwa za kwao, zinafanya kitu kulingana na matakwa ya chama na sio matakwa ya wananchi. Wewe angalia sasa hivi ni kwa kishe wazi, hata ninasema wazi, wamemkamata mwenyekiti wa Chadema Taifa, Tundu Lissu, hawatamwachia. Nataka nikuhakikishie Watanzania, nataka niwahakikishie pia wanachama wa Chadema, msije mkategemea kwamba Chama cha Mapinduzi kitamwachia Mheshimiwa Tundu Lissu. Haitakaitokee. Lazima kufanya maamuzi, na haya maamuzi ndio nimekuambia wazi, lazima tuamue kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani, kukifilisi na kukifuta. Hiyo ndio njia pekee. Tutaanza upya. Kuna watu wanasema hili tokeni, ile tokeni, hakuna kitakachotokea. Na wao ni nani? Kwani hakuna wakati tutaweka kila kitu kwa mipango. Hata katiba mpya, tunadai katiba mpya. Unafikiri kweli tutaipata katiba mpya kwa Chama cha Mapinduzi? Yaani wenyewe hawataki waondoke, alafu watengeneze katiba ambayo itawasaidia wao watoke, kwamba pawe na upenyo wawe siku moja kuiangusha. Haitaweza, kwa sababu ndicho katika chama ambacho kinavunja sheria za nchi. Hicho ni chama moja. Kwenye ukamataji holela, kuwaumiza watu badala ya kuwalinda, haki ya mwananchi ya kuishi imekuwa ndogo katika nchi yake. Yaani saa yote wamekaa tayari kuhakikisha kwamba hakuna anayekohoa. Nataka niwaambie Tanzania, jambo hili tunaliweza. Na nimeweka tarehe 14 mwezi wa 10. Nitakuweko pale Dodoma. Lengo langu ni hilo, kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani. Ninahitaji watu majasiri wa kwenda kufanya hivyo. Lazima Chama cha Mapinduzi kianguke. Kimefikiria kwamba kenye ni Mungu kwenye nchi, kinaweza kufanya chochote. Kimejiwekea mtandao. Hatutajali mtandao wako, sijali mtandao ulionao, sijali watu wenye hekima kiasi gani unawatumia, sijali ni watu wenye nguvu kiasi gani unawatumia, sijali ni watu wa intelijensia kiasi gani unaowatumia. Yani sitajali chochote. Chama cha Mapinduzi lazima kiondoke Tanzania, kifutwe. Rasilimali zote ulizokuwa nazo ni za wananchi. Maendeleo yote unayofanya, hakuna maendeleo unayofanya ambayo Chama cha Mapinduzi kinafanya. Hakuna. Kodi za wananchi ndio zinazotumia. Kwani hizo kodi wakiondoka wanaondoka wanani? Tutakifilizi hata zizo nao za biwarudisha, maana of course wananyonya nchi. Ndio wanayeharibu nchi. Kwa hiyo Watanzania, ninaomba mnielewe. Nimewapa red card. Na sasa hivi ninasema wazi, ninakwenda kukiondoa. Ninahitaji watu ambao ni majasiri tu. Sitaki watu waoga, ambao wameona kwa kweli nchi yetu hii haitakuwa na njia nyingine. Hatutaweza, maana hakuna maridhiano ambayo yanaweza kufanyika. Nikwambie wazi, unaweza kuridhiana nini dhidi ya damu ya wananchi, dhidi ya damu ya Watanzania iliyomwagika tarehe 29? Mtaturidhiane? Naomba vyama vya siasa visiwe na uchu wa madaraka kiasi hicho. Walioamua ni Watanzania, walikataa. Wanda kubaliana na chama kuendelea kutawala dhidi ya maonevu tuliyopata.
dhidi ya mauaji na damu zilizomwagika? Mnataka kwenda kuridhiana kwenye jambo gani? Yaani wao wanatakiwa uridhiani ili wenyewe waendelee kukaa kama viongozi, waendelee kutawala nchi hii. Hakuna maridhiano kwenye nchi hii. Kinachofanyika maridhiano ni kwamba ni kuondoa chama. Hatutaki chama chenye vurugu, hatutaki chama kinachoonea wananchi. Wanapenda kumambikizia watu kesi ya uhaini, kesi ya ugaidi, akati wenyewe ndio magaidi wakubwa, wenyewe ndio wahaini wakubwa. Wametofanya uhaini tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana, alafu wanasema watu wengine ndio wahaini. Wanatakiwa washtakiwe wao, wanatakiwa washtakiwe wao. Nataka niwaambie Watanzania, nchi hii ni yetu. Tusipoamua leo, ninakuambia wazi, mambo yatakayotokea kwa kizazi kinachokuja, kizazi chetu kijacho, ninakuambia wazi, kitakuwa ni shida. Leo Chama cha Mapinduzi kimefikia 98%. Zimebakiza 2, na ninakwambia zikipata hizo 2 mtakwisha. Nawaambie wakipata hizo 2 itakuwa ni kitu kingine. Lazima tuamue sasa hivi. Lazima tuamue sasa kwenda kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani. Nilikipa barua, nimekipa kadi, ninajua hawezi kusema kwa sababu ninajua wana kiburi, wana vitu wanaviringia, wanaringia polisi, wanaringia usalama wa taifa, wanaringia kuna vitengo vyao walivyovianzishia huko kama vya kijeshi, wanafanya mambo ya kiuni. Tunajua wanaringia hayo. Lakini nataka nikuhakikishie, Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuondoka madarakani. Ungana nami kwenda kukiondoa Chama cha Mapinduzi. Mungu ibariki Tanzania. Tanzania mpya inakuja. Mungu abariki wa Tanzania. Amen.